Unakatala ya kilio kama sepemikana ikomo moyande akataba yanda madosia. Unakatala ya kilio, unakatala ya kilio, unakatala ya kilio. Hautalia tena, hautalia tena kwa sababu ya watoto wako, hautalia tena kwa sababu ya maisha yako. Ninakataa kilio kwako katika jina la Yesu. Ni kama zetene boyanta. Hivyo ndivyo Daudi anasema alimngojea Bwana kwa saburi, naye Bwana akasikiza kilio chake, akamtoa kwenye shimo la utelezi. Dada, umeteleza, wakati wako wa kutoka kwenye utelezi ni sasa. Wakati wako wa kutoka kwenye utelezi wa ndoa ni sasa. Imekuja na mafuta ya Bwana, imekuja kukutoa kwenye utelezi. Na kama sete bigana ikantobo sete bivoria, makababo sete bigana ikantobo yande, makababo sete bigana. Ninawachilia moto, ninawachilia moto, ninawachilia moto, ninawachilia moto katika jina la Yesu. Ewe omba. Daudi anasema nilimngojea Bwana kwa saburi, naye Bwana akasikiza kilio changu. Ni kwenye kitabu cha Psalms 40 kuanzia 1. Nilimngojea Bwana kwa saburi, naye Bwana akasikia kilio changu, akanitoa kwenye shimo la utelezi, na Bwana akakanyagisha miguu yangu katika jiwe. Bwana tukuzwe. Unajua miguu zetu zikikanyaga kwenye jiwe hautateresa. Bwana tukuzwe. Kuna watu ninaongea nao maisha yao yamekuwa kwenye utelezi. Dada, uliteleza kwenye ndoa, ndugu katereza kwenye ndoa, ukatereza kwenye biashara, tena shetani na kuteresheza kwenye watoto. Tumekataa hiyo. Nataka tutangaze ya kwamba tutasimama kwenye mwamba, tutasimama kwa jiwe. Biashara zetu hazitatereza tena. Ninaongea na watu ambao wamekuwa wakiweka biashara inafilisika. Nimekuja na mafuta ya Bwana, hiyo biashara haitatereza tena, itasimama kwenye mawe katika jina la Yesu. Nimekuongea na watu wamekuwa kwenye ndoa, nimekuja na mafuta ya Bwana, nitangazia hiyo ndoa ya kwamba itasimama katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Kama ni mimi ningesema imenikubwa. Mungu aliniambia leo ni wakati wa kukumbukwa na Bwana. Either ukose kuamini, leo najua hautazuilia Mungu kukumbuka watu wake katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Nataka tuaminiane hivyo. Dada, umeteresa sana. Umeteresa kitoa. Umeteresa hata tunakujua unashidaga ukikopa. Shetani shidwe. Umetajwa majina. Mutumio urotoraga aigatago, mutumio ucio toraga ahoragwo, mutumio ucio toraga akopaga. Leo tunatangaza hautateresa tena katika jina la Yesu. Ninaongea na watu wa online. Labda uko hapo unataka kuweka kampuni, pokea mafuta ya kusimama katika jina la Yesu. La kama sete biganda, la kama sete biganda, la kama baba lekete boyanta, kama sete biganda. Apea maisha yako ya kwamba itasimama kwenye jiwe katika jina la Yesu. Hautatereza tena, hautatereza tena, hautatereza kibiashara, hautatereza kidoa katika jina la Yesu. Kataa hiyo maloho, maloho ya kutereza. God fire now, 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 in the mighty name of Jesus.
Ninaongea na watu ambao wameteleza kwa muda. Sema sitateleza tena katika jina la Yesu. Na already nimesimama kwenye jiwe, na Biblia inasema Yesu ndiye mwamba. Already Yesu amenisimamisha. Na ugo niguo ndatangana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ngai nĩakũrũgamia thĩinĩ wa kĩhingo kĩu. Ngai nĩakũrũgamia katika hiyo biashara. Mungu ameisimamisha katika jina la Yesu. Pokea kusimama, pokea kusimama, pokea kusimama, pokea kusimama. Simama tena, simama tena, simama kidoa, simama kikazi, simama kimaisha katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Nataka sasa tusuguke hapa. Bwana tukuzwe. 30 seconds. Utoke hapo unasuguka hapa. Tutagaze kila minyororo yote ilikuwa imefuga maisha yako. Already imeanguka chini katika jina la Yesu. Nataka udeclare na mtu mwenye ameshida. Tunaonanga watu wa riadha wakitoka kwenye riadha wakienda kupokea taji, wanaendaga kama wamesimama, ni kujua kwamba wameshinda vita. Nataka utangaze kuanzia siku ya leo, kila minyororo ambayo ilikuwa imekamata jamii yako imekatika na moto. Hiyo minyororo ya waganga umeichoma na moto. Minyororo ya Illuminati umeichoma na moto. Minyororo ya devil worshiper umeichoma na moto. Hiyo minyororo imevuka jamii yako, imekavuguke sasa. Ikawawachilie sasa, ikawawachilie sasa, ikawawachilie sasa, ikamwachilie sasa katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Nataka tumalize na hii. Inua mikono yako. Nataka ushukuru Bwana kwa sababu ya venye ulivyo. Sitaki shetani akukubushe shida zako. Nataka umshukuru tu. Nataka tu ushukuru tu Bwana. Tuko kwenye uwepo wa Bwana. Kila jambo inaweza happen kwa maisha yako. Kuna uguzo shitarabo la kenete la tabo makaro. Nataka ushukuru Bwana. Biblia imesema Daudi alimngojea kwa saburi. Shakarababo yanda. Shukuru Bwana ni kwa sababu amekufungua. Nataka ushukuru Bwana ni kwa sababu amefungua watoto wako. Shukuru Bwana ni kwa sababu amefungua hiyo visa. Nataka ushukuru Bwana ni kwa sababu kama shetebigana kama baba ikantobo yanda katalala leshekalala katabayanda. Hiyo baria imeondoka. Hiyo minyororo ambayo ilikuwa imekamata makaratasi yako, hiyo minyororo ambayo imekamata masomo yako, already imeanguka chini katika jina la Yesu. Hizo chaina unazichoma na moto. Hizo chaina unazichoma na moto. Hizo chaina unazichoma na moto katika jina la Yesu Kristo. Sasa nakuomba ushangilie Bwana. Ngoja. Mungu wetu sio MCA. Shetani sidwe. Tuna inua Bwana ambaye anatawalia kila kitu hapa duniani. Bwana tukuzwe. Mungu mfalme wa wafalme. Biblia inasema malaika wanamuinamia, wanasema mtakatifu ni yeye. Nataka uone ukuu wa Bwana. Bwana tukuzwe. Ukiona ukibeba mguu wako ni mdogo, atafanya mambo madogo kwa maisha yako. Ukiona mguu wako ni mkubwa, Mungu atafanya mambo ya kushangaza kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Sasa ukiona ndege ikiwa kwenye anga, tunaionanga ikiwa dogo, ni kwa sababu already Bwana tukuzwe iko bali na sisi. Na sisi tukitaka kuona mguu wetu, tukikaribia Bwana, tunaona ukubwa wa Bwana. Nataka wewe ndio unajua fenye Mungu wako anatoshana. Utamshangilia kulingana na fenye anatoshana. Bwana tukuzwe. 1 2 3
Rakamashete bokanda. Rakala. Tunakushangilia Bwana. Tunalitukuza jina lako. Pokea sifa zetu. Pokea zaburi zetu. Tunakuinua Bwana. Rakamashete boyanda. Wikanto raka. Makamabosete bikanda. Rakazotolo boyanda. Pokea katika jina la Yesu. Tunaomba. Nataka ukamate hawa wako hapa mbele. Hawa wakuja hapa. Na mimi nataka tupigie Farodhi wa Thayo makofi mazuri kwa sababu ako pamoja na sisi. Nataka tumpigie makofi mazuri. 1 2 3 tumpigie makofi mazuri. Tupigie Baruthi TV makofi mazuri. Tupigie Baruthi TV makofi mazuri. Kama sete bokanda. Tutangaze ainuliwe. Umetangaza ainuliwe. Umetangaza ainuliwe. Umetangaza ainuliwe. Katika jina la Yesu. Nataka kukukaribisha hapa kwa heshima. Uje hapa mbele. Karibu sana katika jina la Yesu. Kuja kwenye madhabahu. Mpigie makofi unapoketi chini. Naomba tuketi. Kama kuna mtu napenda ni huyu, anakaa brother yangu, anakaa baba yangu, anakaa msasi wangu. Tuseme abarikiwe. Tuseme kile ambacho anahitaji Mungu wangu ampe. Katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Naomba sasa tuingie kwenye Bible study yetu. Kai. Kwa dakika 3-4. Bwana tukuzwe. Tulikuwa tunaongelelea ama tunazungumzia zile njia Mungu huwa anaongea pamoja nasi. Na siku ya Jumapili ijayo tuliona ya kwamba Mungu huwa anaongea pamoja nasi kwa njia ya ndoto. Bwana atukuzwe. Na ya pili tukaona ya kwamba Mungu huwa anazungumza na sisi kupitia maono. Abia neighbor vision. Bwana atukuzwe. Na vision sio ndoto. Bwana atukuzwe. Na tuliona ya tatu Mungu huwa anaongea na sisi kupitia njia ya sauti. Na tukasema si watu wengi huwa wanasikiza sauti ya Bwana. Bwana tukuzwe. Tukaona Mungu hutumia ndoto sana sana kuongea pamoja nasi. Leo Mungu hutumia vision. Unaweza kaa hivi. Uone kitu kimepita mbele yako, kinakaa video, kinakaa picha. Yani Mungu akupeleke kwenye gichagi na uweze kuona yale mambo ambayo yanafanyika kwenu. Hiyo ndio tunaita vision. Bwana tukuzwe. Ni wangapi hapa washawahi kuwa na vision? Unaona mambo, hauko ujalala, labda umekaa kwa kiti, unaona mambo ambayo yanatendeka. Bwana tukuzwe. Na haya mambo kustukia unaona ya kwamba yamehappen kwako. Bwana tukuzwe. Ni wangapi? Hiyo ndio tunaita vision. Inakuwa ni video. Kuna wakati ili ni kufafanulie vision ni nini. Kuna wakati mtu mmoja alipanga kuniroga. Nilikuwa nimetoka mkesha nikiwa na njaa. Usiku huo sikuwa nimekula kitu. Asubuhi nikawa na njaa. Nikaenda kwake. Nikamwambia nasikia njaa. Akaniambia ngojea nikupikie. Akawekelea maji. Na mimi saa hiyo hiyo nikasikia nikiwa mdhaifu, nikaenda kulala. Saa hiyo hiyo Mungu akaniletea vision hiyo kwa ukuta. Nikaanza kuona kile ambacho anafanya kwa jiko. Nikaona ametoa dawa hii ya Firudan, hii ya misili, akaweka kwenye maji. Nikaamka, nikakuta akilia. Nikamuuliza kwa nini, mbona unalia? Kaniambia mimi tangu nioleke, kwa sababu alikuwa mama mzee, nilioleka 1930 mpaka saa hii sijawahi ona kile ambacho nimeona. Nikamuuliza nimeona.
haya maji tangu ni yawekelee yamekataa kuchemka. Yalikuwa yanazima, anaongezea. Nikamwambia haya maji hawezi yakachemka. Bwana tukuzwe. Nikamwambia haya maji hawezi yakachemka. Wewe unajua kile ambacho umefanya. Mungu akaniambia kwa sababu ya hivyo mama huyo amekusudia kukufanyia, kutafanyika mambo mawili kwake. Ya kwanza atakuwa wazimu. Ya pili, huyo mama kwenye yule ambaye alikuwa amemtumia kwenye familia yake kutazaliwa mtoto mmoja atakuwa bubu na huyo mwingine atakuwa kiwete. Nikamuitia shahidi. Na mpaka sasa hivi tunaongea ya kwamba hivyo hiyo jamii iko hivyo. Bwana tukuzwe. Kwa sababu Mungu alinionyesha maono, akanionyesha video, na ninatangaza hata siku ya leo, chochote ambacho unapangiwa na maadui yako, ya kwamba Mungu akupee maono katika jina la Yesu. Wale ambao wanapangiwa vibaya, ninatangaza haitatimia katika jina la Yesu. Mungu akufunulie kabla katika jina la Yesu. Hayo ndio tunaita maono. Bwana tukuzwe. Na kuna mtu mwingine aliona maono. Nisomee kwenye kitabu cha Luka 1:22. Luka 1:22. Kwa haraka. Sitaelezea kwa sababu ya masaa. Luka 1:22. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu. Naye aliendelea kuashiria akakaa bubu. Huyo ni mtu alikuwa anaitwa Zakaria. Alikuwa kuhani mkuu. Na Biblia inasema alikuwa tasa, mke wake Elizabeth hawakuwa na mtoto, lakini walikuwa tu wanamuinua Bwana. Bwana tukuzwe. Kwenye hiyo hali, na kwenye Wayahudi kukosa mtoto ilikuwa kama laana. Bwana tukuzwe. Lakini hiyo hali haikuzuilia hii familia Elizabeth kumtukuza Bwana. Na Biblia inasema siku moja hapa tumesoma ya kwamba malaika wa Bwana akamjia. Bwana tukuzwe. Kwenye mahali pale patakatifu. Hakuongea na mtu. Watu wakaelewa ya kwamba already mtu anaitwa Zakaria Mungu amempea maono. Na hivyo ndivyo nimekuja kutangaza kwenye hali yako, kwenye maisha yako venye ilivyo. Natangaza Mungu akakunenee. Natangaza Mungu akakupee maono katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa maono. Bwana tukuzwe. Leo ninaongea kuhusu malaika hata mahubiri yetu. Biblia inasema malaika wa Mungu akamtokezea na akampea maono. Luke 24:23. Gai. Pole. Luke 24:23. Wasione mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Huyu ni wakati Kristo alikufa na akazikwa pale kaburini. Mariamu Magdalini, Biblia inasema walitokezewa na malaika. Bwana tukuzwe. Mungu aliwanenea kwa maono. Akamwambia msije mkatafuta aliye hai kwa wafu. Bwana tukuzwe. Kumaanisha Mungu alitumia maono kuelekeza ufunuo katika mwili wa Kristo. Na hivyo ndivyo ninatangaza kwenye jamii yako, kwenye maisha yako. Labda kuna mambo yamekuwa yamekufa. Nimetangaza Mungu akakupee maono ya uhai katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uhai kwenye hiyo jamii. Natangaza uhai kwenye watoto wako. Natangaza uhai kwenye biashara yako katika jina la Yesu. Ninatangaza uhai. Mungu akupee maono ya uhai. Bwana tukuzwe. Unajua kuna watu wanakaa hata tukiwa hapa wanaanza kuona jamii zao ni kama zimekufa, wanaona biashara yao imekufa. Nataka upokee maono ya uhai
katika jina la Yesu. Hiyo ingine Acts 26:13, Mungu alimuita Paul kwa njia ya maono. Acts, hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Acts 26:13. Mitume 26:13. Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua. Huyu ni Paulo wakati ambapo alikuwa kabla hajaokoka. Wakati Mungu alimuita ili amtumie, kile ambacho aliona ni maono. Bwana tukuzwe. Aliona mwangaza. Bwana tukuzwe. Na saa hiyo sauti ya mtu, sauti ya Yesu itamjia na akamnenea. Bwana tukuzwe. Na hivyo ndivyo tunahubiria jamii zetu na hazijaokoka. Tumeokoka na waume zetu hawajaokoka. Leo tunatangaza maono ya Bwana mahali waliopo, ikawatokezee wakakuje kwa ufalme wa Bwana katika jina la Yesu. Tunaita watoto wetu, ile sauti ambayo ilimnenea Pauli na akaokoka, hiyo sauti tunatangaza ikaongee kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Wale ambao wanaamini watoto wao wataokoka, wainue mikono juu katika jina la Yesu. Wale ambao wanaaminia watoto wao, brother zao, sister zao wataokolewa, wainue mikono juu na tangaze katika jina la Yesu. Tunatangaza wokovu kwao katika jina la Yesu, na tunaamini hivyo. Kama Mungu alimnenea Paul kwa ndoto. Wacha tusome hii ya mwisho tu, hii ya mwisho kwa sababu ya masaa. 2 Corinthians 12:1. 2 Corinthians 12:1. Wakorintho wa pili 12 kuanzia hapa mstari wa 1. Sina budi kujisifu ila ngoja, ni Paulo anasema hivyo, sina budi kujisifu ila sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini nitaifikiria maono na mafunuo ya Bwana. Yaani Paulo anasema sina budi kujisifu. Bwana tukuzwe. Lakini chenye kinaweza mfanya yeye mwenyewe ajisifu ni kwa sababu ya maono na ufunuo wa Bwana. Bwana tukuzwe. Na kanisa tunamtumikia Mungu ambaye hupea watu maono. Tunamtumikia Mungu ambaye huongea nasi kwa njia ya maono na anatupea ufunuo. Bwana tukuzwe. Ni Paulo anasema hivyo. Kama ile kitu kitafanya ama ile jambo itafanya ajisifu ni kwa sababu ya maono. Na kama kuna kitu kanisa imekosa ni maono. Kama kuna kitu shetani aliondoa kwa kanisa ni vision, ni revelation za Bwana. Sitaki kuingilia kwenye ufalme wa giza, lakini kwenye ufalme wa giza tuna kitu tunaita third eye. Third eye ni jicho lingine huwa linaona mambo. Bwana tukuzwe. Na Biblia inasema Mungu amezungukwa na macho 7. Kama kuna watu wanafaa kuwa na ufunuo ni watu wa Bwana. Lakini wengi wetu tunalalaga usiku, tunaamka bila ndoto hata maono. Ni kwa sababu hatujajishikanisha na Bwana. Wengi wetu tunakutwa na mambo hapa, yanatukuta hivyo bila kujua. Ni kwa sababu already taa ya Bwana iliondoka kwetu. Bwana tukuzwe. Kama kuna kitu kinaweza kikakusaidia kwenye ulimwengu huu wa wokovu ni kuwa na maono na revelation. Bwana tukuzwe. Kwenye maisha yangu nimalize na hiyo. Keti chini tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Kwenye maisha yangu kile ambacho kimenifikisha hapo ni maono. Bwana tukuzwe. Ni maono. Kama kuna kitu Mungu
ashanitumia nacho ni maono. Bwana tukuzwe. Kukienda kuhappen kitu kibaya, Mungu ananifunulia. Na hivyo ndivyo ninatangaza kwenye maisha yako, ya kwamba Mungu akupe maono na ufunuo katika jina la Yesu. Pokea roho ya vision, pokea revelation katika jina la Yesu. Watu wa Bwana tunafaa kutembea na anointing ya revelation na vision. Bwana tukuzwe. Lakini unakuta shetani na hapa na waganga ndio walipokea hiyo vision. Shetani ashindwe. Tunaonaga vibadiko zimewekwa na hapa kwa kipigi cha stima ya kwamba anarudisha nyota, anarudisha ufunuo, lakini hiyo ni maono, ni maongo. Sisi ndio tunafaa kupitia kutembea na vision na revelation katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. 1 minute. Nataka 30 seconds. Nataka utamke Mungu akupe revelation, Mungu akupe vision kwenye maisha yako, kwenye hiyo biashara, kwenye hayo mambo ambayo yanakaa yakijificha. Natamka revelation katika jina la Yesu. Na kama shatabaganda, kama zetereboyanda, kwenye hayo mambo ambayo yamejificha kwenye jamii yenu, natangaza revelation. Mungu akawe kutumie kuyaona katika jina la Yesu. Nafungua macho yako ya kiroho, nafungua macho yako ya kiroho, nafungua masikio yako ya kusikia sauti ya Bwana. Anza kuona maono. Tembea kwenye wingu la tatu. Okay, kwenye wingu la tatu. Kanisa kuna wingu la tatu. Una wingu la maono, una wingu la vision katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, tumesikia sauti yako ya kwamba wewe huwa unatuongeleza kwa njia ya maono. Tunaona kwenye Biblia kuna wakati ulipeleka Pauli kwenye wingu la tatu na ukamfunulia mambo. Hivyo ndivyo nasi tunaomba ya kwamba Bwana tukainuke mpaka wingu la tatu, ukaanze kuongea pamoja nasi kwa ajili ya ndoa zetu. Bwana tunenee kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Bwana tunenee ni kwa sababu ya watoto wetu. Bwana tupe ufunuo wako, na ni katika jina takatifu la Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama tumekaa hivyo, mtu wa keyboard angekuwa hapa tukiwa tumekaa hivyo, si tumpigie makofi, angekuwa hapa. Nataka kumuita Brother Ian ili atuongoze kwa ufupi. Leo tuko na watu wengi hapa wataongea. Bwana tukuzwe. Nataka kukuachia kuwa na nafasi nzuri ya kuombea watu na kuombea maisha yetu katika jina la Yesu. Tumpigie makofi anapokuja kutuongoza kwa kipindi hichi kwa ufupi katika jina la Yesu. Tumpigie makofi mazuri. Karibu katika jina la Yesu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Tumpigie mchungaji wetu makofi katika jina la Yesu. Haya, tunaweza keti katika jina la Yesu, na Bwana atubariki zaidi in the name of Jesus. Praise be to God. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote. Asante sana Farodhi Wadhai kwa kuwa mahali hapa. Na nyinyi wote ambao mko hapa, tunawapenda sana. Watu wetu wa online, we love you all in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Wakati huu ninataka tumwabudu Bwana na tutaangalia wakati. Nataka tumwabudu Bwana. Kutoka hapo tutaweza kumsifu. Najua Fredi ni mtu wa wakati. Najua umefundishwa kuweka wakati vizuri. Najua watatii hiyo amri katika jina la Yesu, ili tuweze kumwabudu Bwana, tuweze kuendelea in the name of Jesus. Yes Lord. Tuinuke na miguu yetu. Zanasa. Worship you Jesus. Yes.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ningependa tufungue nyoyo zetu tunapoenda kuabudu Bwana adhuhuri ya leo. Amekuwa mwema kwa maisha yetu. Inabidi tumwabudu siku ya leo. Ukimwambia ni asante kwa yale amekutendea, mwambie ni asante kwa kusikia maombi yako. Say thank you God. Oh yes, you are the Lord Jehovah Jireh. Yes, Jehovah Jireh, you are the Lord. There's none like you, Jehovah Jireh, Father God. We say thank you, Redeemer. Enda mbele za Bwana kwa dakika moja peke yake. We say thank you, Jesus. Yes, you are the Lord, my Redeemer. Thank you, Father. Thank you, Adonai. Thank you, Father. We call you Redeemer this morning. We say thank you for this, none like you, Jehovah Jireh. Ni asante Bwana kwa maana tumeomba na umetutendea, Jehova. Jehova, ni asante maana umetenda, Jehovah Jireh. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord, Jehovah Jireh. Wewe ni mwema, wewe ni mkuu, Jehovah Jireh. There's none like you, Jehovah Jireh. We worship you, God. There's none like you, Jehovah Jireh. We love you, we exalt you, Father. Yes, you are the Lord, Jesus, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Wewe ni Mungu.
tunasema ni asante Jehova Jire. Ni asante Bwana kwa wema wako na uwepo wako mahala hapa Jehova Jire. Bwana, tutakapoenda kutukuza Jehova Jire kwa sifa Jehova, tunaomba Bwana ukaweze kuendelea nasi Jehova Jire. Tunaomba Bwana that you're going to guide us Jehova Jire, that you're going to lead us this day Jehova Jire. Go and be with us Jehova Jire. We worship you and we glorify your holy name Jehovah God. There is none like you Jehovah, and in the mighty name of Jesus we pray trusting. Amen. Give a hearty clap to Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nisalimie hivi kama umebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Give your neighbor a high five. Mwambie this is the day. This is the day. Bwana asifiwe. Are we ready to praise? We are happy, we are glad to be in the presence of God this morning. Tunafurahia tukiwa katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, hebu weka hiyo kiti vizuri. Tunataka kusifu Mungu. We want to give God a mighty praise than never before. Bwana asifiwe. And the Bible says that God dwell in his praise. So we must give God the praise that he deserves. Bwana asifiwe. Are we ready to praise? Ambia mwenzako, nipe nafasi ni kusifu. Nipe nafasi ya kusifu. I know we are ready to praise. We are ready to praise. Hallelujah. Wacha tuangalie wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Come on. You can do better than that. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hiyo ni yako, hiyo ni yako, hiyo ni yako. I want to see people celebrating their master. Hallelujah. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Weka makofi yako pamoja. Hallelujah, 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 hallelujah. Weka makofi yako, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Inua mikono yako mitakatifu mbele za Bwana. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri na shangwe na vigelegele. Oh, the other God, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh, the other God, oh, the other God, the other God, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh, the other God, oh, the other God, they are the works of men, Jesus, but you are the most high God. There is none like you. Oh, the other God, oh, the other God, declare the other God, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. There is none like you. Oh, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. There is none like you. Wapi shangwe kwa Yesu. Ruka ruka kidogo. Oh, the other God, oh, the other God, oh, the other God, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh, the other God, oh, the other God, the other God, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Oh, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. There is none
Baba, naomba nitembee nawe milele. naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. naomba nitembee nawe milele. Siwezi peke yangu, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe. Haya, wapi makofi yako kwa Yesu? Haya, ruka 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 tu kidogo. Haya, tumuinue tena hivi kidogo. Hey, the Lion of Judah has broken every chain, has given us power. Hallelujah, day by day. The Lion of Judah has broken every chain, has given us power. Hallelujah, day by day. Oh, the Lion of Judah has broken every chain, has given us power. Hallelujah, day by day. The Lion of Judah has broken every chain, has given us power. Hallelujah, day by day. Oh, hallelujah, day by day. 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 Inua mikono yako mbele za Bwana. Wapi shangwe na vigelegele? Tumuinue, tumuinue ae, tumuinue, tumuinue ae, tumuinue, tumuinue ae, tumuinue, inue. Yesu ni Bwana. Twende sisi wote. Tumuinue, tumuinue ae, tumuinue, tumuinue ae, tumuinue, inue. Yesu ni 1 2 3 4. Ha, twende. Weka mikono yako mbele za Bwana. Are we ready to praise her? Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Haya, wapi shangwe na vigelegele? Haya, ruka kidogo sasa. Egosa imwagani wa theruwe. Egosa imwagani wa theruwe. Enie made na magetero. Enie mwadani vitone aratoria. Igosa ikaitogosa. Gosa imwagani wa theruwe. Haya, kila mtu turuke sasa. Ruki ya Bwana. Enie mwadani vitone aratoria. Enie mwadani vitotanire. Enie wasaiva. Enie mane no Enie tidero to enamorata. Enie tesone retwarea. Tidero to enamorata. Enie tesone retwarea. Enie gaidia modo. Enie omorene mwadata.
ruka 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 ruka. Niye wa muthenya tuona ndeto cia mutino kanake niye ugimakio ni uria niye geithia mundu ya moto omwena ni mwendete wamoka na igoro gocete niye geithia ciongi omwena ni mwendete wamoka na igoro gocete niye geithia ciongi niye mundu murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka niye mundu murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka niye kanitha murathime ni murathime ocio murathime ndũngĩrumĩka niye mũhunjia murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka Anaria moko maku haha niye mũhunjia murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka mũtumia murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka niye mũndũ murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka niye mũndũ murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka niye mũndũ murathime ni murathime ocio murathime ndangĩrumĩka wapi shangwe na vigelegele ni Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda niĩ nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda oya moko maku na igũrũ twambararie Jesũ niĩ ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa niĩ nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda niĩ nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda niĩ nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda niĩ nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda niĩ airĩtu wa kĩroho magakena Jesũ oka airĩtu wa kĩroho magakena Jesũ anake a kĩroho magakena Jesũ anake a kĩroho magakena Jesũ nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre haya ruka tuende hivi sasa chezea Bwana wapi nuru kwa Yesu nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre wĩrire mwanake ũrĩ thĩno wĩrire mũirĩtu ũrĩ thĩno kũbigũrũ nĩ cira gakoro wĩikio muoyo-inĩ niĩ kũbigũrũ wĩikio muoyo-inĩ haya twende sasa
pamoja kidogo. Twende. Wapi shangwe na viga? Haya twende sasa kila mtu. Cheza wacha maringo. Hatutaki wazee kwa nyumba ya Bwana. Cheza haraka haraka. Wemo samota viraga. Wetu watanaga. Muheani utairaga. Wemo samo taviraga. Magai wekago. Wetu watanaga. Muheani utairaga. Igoro ne kumemekia. Nimemerekagia lili waku. Mutaburuko wa matukona. Wera mokoma. Wemo samo. Wemo samo tadiraga. Wetu kanogaga. Muheani utairaga. Wemo samo. Wemo samo tadiraga. Gai wetago wetu kanogaga. Muheani utairaga. Haya inua mikono twende sasa. Rukia Bwana. Wapi shangwe na vigelegele? Haya twende sasa. Eniene kwari ohoro wa wendo. Wendo yonyende tuone Yesu. Eni otare morugo nyende modu. Ewenda wa magegania. Yeto inaidua koro yakwa nirakena. Eni ego. Koro yakwa gatuma tuma. Koro yakwa kaimoye kaimoye. Etondo wa muhonokia. Eni gotiri utendete kwendo. Haya twende sasa hapa. Wacha twende haraka haraka. Kama parodi anacheza wewe ni nani? Wapi shangwe na vigelegele? Ndiye Joshua kiruga makita. Ndiye na nyumba yako yote. Tole tukatagira Ngai. Amenyuothe mwarega. Ndiye Joshua kiruga makita. Ndiye na nyumba yako yote. Tole tukatagira Ngai. Amenyuothe mwarega. Ndiye thakame ya mundu wa Ngai. Ndĩgaitĩka mĩta ya nyamũ kana kĩimba gĩake kĩutio. Niĩ Joshua kĩrũgama gĩka. Niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Nĩkũmenyerera watho wa Ngai, nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria arekanĩire na thĩ. Itigai thiritũ na aremi atuire ngerengo ciao nĩ ciaruo, nĩmaregire kĩrathimo nĩwĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga tetona mĩromo ngoro-inĩ ũiyũire waganu Yesu nĩabataire nĩ ũtheru. Wapi shangwe kwa Yesu? Haya shika
kichwa yako kidogo. Tingiza kichwa. Shika mabega. Tingiza mabega. Shika kiuno. Twende haraka haraka. Haraka. Shika kiuno, shika kiuno. Ruka, ruka, ruka. Ruka na nguvu. Haya, twende kila mtu. Jezi ya Bwana. Wapi shangwe na vigelegele? Nenda kwa nilenga iwako, nenda kwa niletata. Nenda kwa tienga iwako, nenda kwa tiletata. Oh, nenda kwa nilenga iwako, nenda kwa niletata. Nenda kwa tienga iwako, nenda kwa tiletata. Oh, tata tata. Eh, tata tata. Shika ngita yako kidogo. Oh, nenda kwa nilenga iwako, nenda kwa niletata. Nenda kwa tienga iwako, nenda kwa tiletata. Oh, nenda kwa nilenga iwako, nenda kwa niletata. Nenda kwa tienga iwako, nenda kwa tiletata. Oh, tata tata. Oh, daddy daddy. Eh, daddy daddy. Inyuä othe må rä a ceo. Mũhunjia wĩ mũceo. Inyuä othe må rĩ a ceo. Kata kawaya. Kata kawaya. Atumia må rĩ a ceo. Athuri må rĩ a ceo. Athuri må rĩ a ceo. Kata kawaya. Kata kawaya. Kata kawaya. Wapi shangwe na vigelegele? Inua mikono, useme ni Bwana. Luka kidogo, useme ni Bwana. Wengai, 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 wengai. Wengai yo twandete wengai, wengai. Wengai ya Daniel, wengai ya Mesiwai. Wengai ya Daniel, wengai ya Mesiwai. Wasemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. Wasemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. Athuri moririo nĩmenda Jesũ na makiuga nĩmamwendete. Magĩtiga njohi ona thigara ndawa cia kũrebia marũgĩra Jesũ. Hebu zunguka. Hebu zunguka. Mia moririo nĩmenda Jesũ nao makiuga nĩmamwendete. Magĩtiga Jesũ ona mũcene ndawa cia kũrebia marũgĩre Jesũ. Hebu zunguka. Arutwo moranirie ithuĩ twatigire maithe tũkĩhonoka. Tũkahe atĩrĩ muoyo maita igana. Nĩ muoyo maita igana. 1, 2, 3, 4. Inua mikono yako pahali ilipo. Ambia Bwana wastahili sifa, wastahili heshima Bwana, na kuinua hakuna Mungu kama wewe Bwana. Asante Baba, umeshuka kupitia sifa zako Bwana.
Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu wa ajabu, umewashangaza wengi. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Tunakupenda shederere la baboza. Rabakata la babozieta. Riba baba baba yanda. Riba bosheketeriana. Tunasema ni asante Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Inua sauti yako Bwana. We give you praise, we bless you Father. Linua mikono yako mbele za Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna. Inua mikono yako mbele za Bwana. Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwenye upendo kama wako Baba. Hakuna. Inua sauti yako sema mwingine kama wewe Bwana. Sema hakuna. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. We give you glory Lord as we honor you. You are wonderful. You are worthy. Oh Lord, you are wonderful. You are worthy. Oh Lord, we give you glory, Lord, as we honor you. Jesus, Lord, we give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Inua mikono yako mbele za Bwana. Just cross your eyes in the presence of the Lord. Lift your two hands before God. I want to sing this song. So touching in the spirit. Tuambie Bwana ni asante. Negogana maweko maku. Nyanerera tugaore mwega. Gotirega yoketawe. Okumagio igoro nawe. Wendo waku ne omaketie. Okagegia goro yakwa. Na nekio niegokoine. Negogana maweko ma. Oye moko makutoine. Nyanerera tugaore mwega. Otirega yoketawe. Wekumagio igoro nawe.
wendo waku nĩ ũmaketie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo niĩ ngũkũinĩra. Tũine ithuothe, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai. Oya moko maku tũine. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Wendo waku nĩ ũmaketie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo niĩ ngũkũinĩra. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Inua mikono yako. Mwathani, tutikariganĩrwo kuga ũrĩ mwega. Tunakupa sifa, tunakuinua Bwana. Asanti kwa wema wako, fadhili zako juu ya maisha yetu. Baba, asanti kwa ajili ya ibada ya siku ya leo Bwana. Tunaipeana mikononi mwako Bwana. Wacha ukatuongoze, wacha ukatulinde Roho Mtakatifu wa Bwana. Tunapoendelea tunajiachilia mikononi mwako Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Somebody celebrate Jesus. Yeah. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Shangwe na vigelegele kwake Bwana Yesu. Piga makofi mwambie Bwana asante. Piga makofi, piga makofi. Shangwe na vigelegele. Hey. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Nataka tupigie timu yetu ya Kigosho makofi mzuri sana. Piga makofi, wapigie makofi. Shangwe na vigelegele. Ha. Amen, amen, amen. Semeni wabarikiwe sana. Hai, ogo niko mukumendithĩria thimo. Semeni wabarikiwe sana. Wabarikiwe na neema ya Bwana izidi kuongezeka juu yao. Amen, amen, amen. Tuketi katika jina la Yesu. Yes. Bwana asifiwe sana. Huu ni wakati mwingine tunamshukuru Bwana kwa neema yake hii juu yetu. Haleluya. Huu ni wakati nataka tumtolee Bwana, na ni vizuri kumtolea Bwana kama tumefurahia. Praise be to God. Paulo aliandikia Wakorintho barua akawaambia, na kila wakati mkitoa kwa Bwana, may you give joyfully. Praise be to God. Mupeane mkiwa na furaha. Bwana asifiwe sana. Na ningetaka ujue unapopeana, hiyo kitu unapeana ni kama hata si yako. Bwana asifiwe sana. Ambia rafiki yako iko na mwenyewe, ni venye amekuaminia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kutoa sadaka zetu. We are going to give our offerings. Tutazileta mahali hapa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na kama kuna mtu anahitaji bahasha, nitapea Baba Shiru hapa, atakuletea mahali ambapo uko. Wewe utainua tu mkono wako na itakufikia katika jina la Yesu. Baba Shiru, wenye wanahitaji bahasha, tupeane sadaka zetu tuzilete hapa na tutakuwa tumebarikiwa in the name of Jesus. Wenye wanahitaji bahasha tulete sadaka zetu, na mwenye anahitaji bahasha atainua mkono wake. Yes, in the name of Jesus. Na ni vizuri kutoa kwa nyumba ya Bwana katika jina la Yesu. Jesus. Yes, praise be to God.
Kuna mtu ameachwa nyuma? Kuna mtu alikuwa anahitaji bahasha hajapata? Haya, thank you. Sasa ningetaka tusimame na miguu yetu tunapomkaribisha pastor akuje aombe sadaka na kisha aendelee kutoka hapo. Ningetaka tuinuke na miguu yetu, tusimame na miguu yetu. It is good to honor the anointing of the Lord. Katika jina la Yesu nataka tumpigie makofi, shangwe na vigelegele anapokuja katika jina la Yesu. 1 2 3, shangwe na vigelegele. Nataka tumpigie Ian makofi mazuri anapoketi. Nataka ujipigie makofi mazuri. Tukiwa tumesimama hivyo, kama uko na bahasha yako, ni vyema kuileta hapa kwenye madhabahu ya Bwana. Si kuna watu huwa wanapeana pesa zao kwa wachawi. Kuna watu labda wametoa sacrifice kwa ajili ya maisha yako, na sisi lazima tulete mali yetu kwa madhabahu, ili madhabahu haya ya Bwana yanene mambo mazuri kwenye maisha yetu. Kwa hivyo kama una bahasha, leta hapa katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu ya hii mali ambayo Bwana umetuaminia. Tumeileta kwenye madhabahu haya kama Hana. Tunatangaza kama venye Bwana ulimbariki Hana na watoto wengine baada ya kupeana Samueli. Hivyo ndivyo Bwana nasi tunasema, baada ya kutoa mali zetu kwenye madhabahu haya, tuwe na kuaminia ya kwamba kuna milango utafungua kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Na bariki watu wako wanapoileta madhabahu yao kwenye madhabahu haya. Acha madhabahu haya ikazidi kuwatetea, na ni katika jina takatifu la Kristo Yesu tunaomba na kuinua. Amen. Mpigia Yesu makofi mazuri. Baba, ninabariki mali ya watu wako wameileta kwenye madhabahu haya. Nabariki biashara zao, nabariki kazi ya mikono yao. Natangaza hawa wamebarikiwa katika jina takatifu la Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Jipigia makofi mazuri. Alafu uketi chini. Si ujipigia makofi mazuri. Nataka kutambua wale watu ambao, watu wawili kwa sababu ya masaa, ama watu watatu tuko na hao hapa. Na ningetaka kushukuru kwanza Baruthi wa Thayo pamoja na jamii yake. Niseme kuna wakati ambapo nilikuwa nimefungua kanisa pale maili 7 na nikafungiwa. Shetani ashindwe, kwa sababu sikuwa na uwezo wa kulipa rent. Na wakati ambapo tulikutana na brother yangu Baruthi wa Thayo, akanipea moyo wa kuendelea na kuhubiri injili ya Bwana. Si tuseme abarikiwe na tumpigie makofi mazuri. Kwa hivyo kuna kitu huwa nasema, na haujui madhabahu haya yalizaliwa tena, ama maono haya yaliinuliwa tena kupitia Baruthi wa Thayo TV. Na tulisubuana na Mungu ili nirudi tena kuhubiri, kwa sababu Mungu aliniongeleza tena, nataka uende ukahubiri tena. Nilikuwa nachanganyikiwa nikifikiria tena nitarudi kuhubiri pale nifungiwe kanisa tena, kwa sababu siku ya mwisho tulifungiwa tukiwa ndani. Shetani ashindwe. Mwenyewe alikuwa anakuja akiwa mrevi, anasema mutindehete umai kanitha. Shetani ashindwe. Wale watu tulitoka na hao wakaniacha kwa sababu ya fenye mambo yalienda. Fiti zetu tulikuwa nazo zikaenda. Bwana tukuzwe. Lakini kunaye Mungu wa mara tena. Na Mungu wakati aliniongeleza nataka nikuje nifungue kanisa tena mji huu, nilikuwa hapa. Bwana tukuzwe. Nilikuwa naenda maombi pale. Mungu akaniambia nataka uende unitafutie nyumba ya kuhubiri. Namwambia Mungu naenda aje na niko na 700. Ndirathie kuhujia kuna Ngai nuramenya thutha na mbere nyuma na mbere nilikuwa tuna 700 shillings. Na 700 shillings ndizo zilikuwa rent, ndizo zilikuwa pesa za jamii yangu. Mungu akaniambia enda utafuta mahali. Nikamwambia Reverend Kefas ya kwamba fenye Mungu ameniongeleza. Akaniambia hivyo Mungu amekunenea, enda ufanye hivyo. Nikaenda na kufika pale.
nikapigiwa simu yangu ya kwanza, kwa sababu nilienda nikapata uwanja mahali ambapo tumehama mahali hapa, nikapata uwanja mahali pale. Mwenyewe akaniambia sina pesa ya kujenga, nataka ujenge. Nikamwambia nitarudi. Bwana tukuzwe. Nikamwambia Mungu ya kwamba already nimepata mahali, peana pesa. Kufika hapa nikienda maombi, nikapigiwa simu na mtu alikuwa anaitwa Nancy, mwenye sijawahi ona, mwenye simjui, lakini alinipigia simu. Akaniambia gari langu limegongwa na likaisha, na Mungu ameninenea nikubariki. Nataka unene neno moja kwa maisha yangu. Bwana tukuzwe. Na hapo hapo akanibariki na pesa 63,000. Na hizo ndizo nilianzia nazo kanisa mahali pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka kukupea historia ya hii kanisa. Historia ya hii kanisa, tukienda kujenga hivyo tena mahali pale, COVID ikaingia, kanisa zikafungwa. Bwana tukuzwe. Tukakaa hicho kipindi ya COVID kama hiyo, kama bado kanisa tunaijenga. Lakini kuna hiyo usiku Mungu alinenea. Nataka kusema hivyo, akaniambia kuna jamii itakuja hapa na nitajidhihirisha ya kwamba ni mimi nimekutuma. Bwana tukuzwe. Na Mungu akafanya mambo kupitia hiyo jamii. Kwa hivyo hii kanisa imeachwa hapo na COVID, na Mungu bado amekuwa mwaminifu juu ya haya madhabahu. Bwana tukuzwe. Na nafurahia sana kuona Farodhi abagui ya kwamba hii kanisa yetu ni dogo, lakini ameona ni vizuri atutembelee. Bwana tukuzwe. Na tumwambie tunaweza kuwa wadogo, lakini tuko na Mungu mkubwa, na huyo Mungu wetu ndiye tunatukuza. Tunasema kama Gideon, tunaweza kuwa. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo nakushukuru Farodhi, na kwa sababu ya kukubali kuja mahali hapa kushiriki pamoja nasi. Si kawaida kutembea kwa makanisa kama haya madogo, lakini tunakushukuru kwa sababu ya kunyenyekea kwako. Bwana akubariki. Bwana tukuzwe. Nataka kuita jamii ya Baba Blessings wakuje hapa washuhudie kwa haraka katika jina la Yesu. Chairman wetu Baba Blessings, kuja utushalimie pamoja na familia yako. Bwana tukuzwe. Nataka tuwapigie makofi mazuri. Nataka tuwapigie makofi mazuri. Ni jamii tunaipenda. Wacha nikupe, wakati Mungu aliniongeleza kidogo niongee kuhusu hii jamii. Mungu aliniambia ili uelewe ya kwamba ni mimi nimekutuma. Bwana tukuzwe. Nataka hawa washuhudie na Mungu atabariki. Nitakumbia hapo pengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naitwa Erastus, nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ametutunza pamoja na jamii yangu. Huyu Blessing ana historia na hii kanisa, na kweli ni Mungu, kwa sababu tulikuwa tumekaa miaka 5 kwa ndoa, hatukuwa tumepata mtoto, na tulikuwa tunajua pasa. Hata mimi mke wangu aliniambia naenda kwa kanisa, nikamuuliza kanisa gani hiyo. So hiyo siku yenye alikuwa akienda kwa pasta, ndio sema mambo ya Mungu ni mengi hauwezi jua. Pia pasta alikuwa amenenea upande mwingine, na wakati huo ndio tulipata Blessing. So hii kanisa ikianza mwanzo wake, mimba ya Blessing ikawa imeanza hapo hapo. Na nashukuru Mungu saa hizi ndio hiyo Blessing. Miaka 2 miezi. So tukisema miaka ya Blessing hivyo, unaongeza 9 months, na unaona kwamba kanisa imekaa hapa miaka ngapi? 3. Miaka 3. Na tunashukuru Mungu. Zaidi ya hiyo Mungu ametupea tena top up. So tuko na mtoto tunamuita Eliakim. Nashukuru Mungu. So yeye anamaliza miezi 3, na ndio tumemleta, hii ni Sunday yake ya pili. Tunashukuru Mungu. So yeye ni mke wangu, atawasalimu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Maureen. Huyu ni mume wangu Erastus. Ni familia yangu yote. Namshukuru Mungu na nashukuru hii kanisa. Asante. Mbarikiwe sana. Tuwapigie makofi. Hata tukikosa mambo mengi, wakati nilikuja kurudi ya pili ndio tunasema
Farodhi abarikiwe, kwa sababu wakati nilirudi kuhubiri, Mungu aliniambia kuna familia, ili uelewe ama nikuhakikishie ni mimi nimekutuma. Kuna familia inakuja kwa kanisa yenye hawana mtoto, na nitawapea mtoto ili iwe thibitisho ya kwamba ni mimi nimekutuma. Wakati mama Blessing alikuja hapa, mimi nilimuita ya kwanza Mama Blessing. Nikamwambia Mungu aliniongeleza kuhusu wewe, ya kwamba Mungu atakupea mtoto. Na ni ukweli kumuombea mara hiyo, Mungu akampea huyu mtoto ambaye tunamuita Blessing. Kwa hivyo Farodhi, hata ukikosa mambo mengine, kuna watu umefanya wacheke kwa maisha yao. Kama haungeniita kwa kegosho, kama haungenialika, labda hii jamii Mungu hangenitumia. Bwana kuwape furaha kwa maisha yao. Wacheni tuseme wabarikiwe na watoto wale ambao wanataka katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo nataka kumleta Farodhi wa Thayo na mahali hapa kwa madhabahu, ili akuje atusalimie katika jina la Yesu. Tumpigie makofi anapokuja kwa madhabahu. Tumpigie makofi mazuri. Wewe mpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Bwana asifiwe. Sinaona baraka imenitembelea pale. Let me tell you. Ukiona huyo mtoto, hakikisha umemsalimia. Tap the blessing from the blessing itself. Si ndio? Juu sio kawaida, hata mimi nimeona ametoka hapa akakuja, nikajua basi baraka imenikujia. Sijaita imenikujia. Kwa hivyo pia ukimuona mkaribie, baraka inaweza kuja siku ya leo. I'm so happy to be here na timu yangu ya Baruthi TV. Appreciate for this moment. Tumekuwa tukitamani kuenda kule kwingine, lakini Mungu alitaka tukuje hapa. That's why we are here today. That testimony, nafikiri yeyote aliye hapa anafaa kujifunza na hiyo testimony. If that is what God wanted it happen, ndio mwenye atakuwa anakuja hapa anaamini kwamba hata yeye baraka inaweza mkujia, basi God had to do that. So kama uko hapa na kuna kitu inakusumbua na kuna kitu umekuwa ukiaminia Mungu atakufanyia na bado hajafanya, you have no reason to go away. You have no reason to give up. You have no reason to kushinda ukipigia Mungu kelele. Unajua saa zingine hatuombi, tunapigia Mungu kelele. Saa zingine Mungu nafikiri anakaanga anashindwa sasa huyu. Baada sema ni nini anataka, we are just complaining. So, how do we complain? Yet Mungu amefanya testimony yenye mmeishi kuiona, mtaishi kuiona. I mean, do we have a reason to complain? Do we? Najifunza na kanisa hii, manake kama limesimama ni Mungu. This man of God have struggled to make sure this church imesimama. Saa zingine nilikuwa namwambia, sasa huu mwito, si saa zingine hata si unakataa tu juu ama unajua, acha nikuambie, kuna kitu moja niliambia Mungu. I have struggled a lot, especially kwa ile huduma na huwa nafanya ya charity. Saa zingine nauliza Mungu, mbona unipea huduma lakini bado hii huduma hata nikiifanya ipasavyo bado napigwa vita? So saa zingine tunapigiana kelele, lakini saa zingine anikumbusha si kusema hakuna challenges. Na hiyo ndio kitu watu hawajaielewa. Wakati Mungu amekuita, there must be challenges. Na si ati hajui. Kumbuka si wewe wa kwanza kuitwa katika hiyo huduma, na kuna wale walipitia hizo challenges na wakavuka. Kwa hivyo kuna wakati wa kuvuka. Sawa sawa? So, Pastor Moora ni rafiki yangu na ni baba yangu, ni brother yangu, and we share a lot. Lakini kitu moja nimejifunza na yeye, and that's what I want you to do today. Please never give up. Kama Mungu amekuita na amekuambia utafika hapa na uko hapa, ufike hapa, hata hapa utafika. Kama mko hapa na mimi najua mahali mnaenda patakuwa pazuri, patakuwa pakubwa, patakuwa Mungu atafanya mambo makuu mahali pale. Today we give up because tunaonanga mahali tu tuko.
unaangalia unasema sasa Mungu hapa nitatoka aje? Lakini Mungu anajua mahali utafika, even though wewe unaweza kosa kuona, and that's where tunakosananga na watu wengi. Saa zingine mimi uhubiri hata kama mimi si mhubiri. Mimi huwa nahubiria watu, especially nikiona kama faith yako iko chini. Tunasumbuana na wewe sana. Na wala watu mimi nasaidia. Nafikiri if you interview all of them watakuambia saa zingine huwa tunakosana kabisa, because mimi sipendi mtu akona little faith. Kafaith kadogo, unaona mtu anakuambia Baruthi sasa jioni nitakula nini? Ni wewe ulijiamsha? Ni wewe ulijiamsha? Dike kira kogia. Wala makio ni irio cia hwaini ko handu hambe makeni tha ici. You see, the biggest challenge na Wakristiano, that's why unaona Wakristiano wengi they are so frustrated out there. Mungu nimekutumikia miaka 10, miaka 5, miaka 20, but you are too frustrated. Why? Sababu wewe mwenyewe unakula neno lakini halikufanyii kazi. Weno wako niko higura andu aria angi maitho, but still you're not doing so tondu onado uremenya hariori. The reason as to why so many Christians bado hawafunguki macho, it is because their nature ama ile maisha wanaishi maisha ya kuexpect mambo makuu ifanyike kwa haraka. Si ndio? Mambo makuu ifanyike kwa haraka. There is what we call process. Most of us hatupendi kupitia process. Si ndio? Nani anapenda process? Hakuna mtu anapenda process, si ndio? But nikiangalia vile amestrango kutoka before COVID and after COVID, lakini bado kanisa linasimama, ni Mungu. So, kama kuna baraka hapa, ile baraka ya kwanza naweza sema ni yeye. Because now that he has stood even in all the storms, yale mambo amepitia, lakini bado ana uwezo wa kusimama na ambia watu kuna Mungu. Maana yeye mwenyewe amemuona. Unajua saa zingine kuna Mungu unaona na pastor unashindwa, okay. Wewe uko na Mungu, mbona sisi hatufiki? Ujejipata hapo? Dole wekora niona view pastor na Ngai view. No yo kaligone atarago kinyana Ngai ucio. So, when you see your pastor, mahali ametoka, mahali amefika na kuria rorete ni mundu wa witikio munene. Hebu ambia jirani yako no nginyoge na witikio munene. No nginyotie gwikuithia ngoro. Turorete kurikia. That is it. And that's why you realize every time unakaribia kumalizia, that is when you give hope. Zaidi. Ngai yethi yako hana te ko yumerio ko iga ucio ti Ngai. Ucio ti Ngai. Pana huyo sio Mungu. So, tuitikie process, tusikue na haraka, and we focus. The problem with us again ni Mungu ako karibu kufika, lakini tunasikiza sauti zingine. Kwa kaka mugabo wako ura tigori mu ha udroni harari goshia mashia hii na hii. And I realized ando igini medete cia mashia hii na hii. How mudu arahutia kagwa akaiga biashara rucio. Si ndio tunatakanga? Tia gwetua. Acha kujifanya, si ndio? Si tunatakanga hivyo? Sasa sikia, ngojea process. Mungu ako na process. Na hiyo process saa zingine ni ngumu na ni chungu, lakini mahali utatokea ni mahali pazuri. Sawa. So, tuko hapa na timu yangu. Nafikiri wanaweza kuja hapa mbele wa wave na labda mtu aseme jina yake. Najua tutapata nafasi nyingine ya kuja mapema. Jana tulikuwa na event ya kufungua nyumba pale Donyonjero ya mama wa watoto 9, sijui ni 9 ama ni 10. So najua hawa watu wangu walichoka sana. So next time tutakuja mapema so that we make sure na tutaitangaza kwa muda mzuri ndio tuweze kuja hapa na tuwe na wakati mwema the whole day. So as you also know, kuna mahali tulishikana na Pastor Mwaura na tuletha kiwanja, and very soon nejui Ngai ni gutuhe kigongona kingi kinena nene. Ambia jirani yako kinena nene. Utakuwa na space ya kuimba vizuri bila stress. Unaona vile nilienda kuimba hapa nikagonga meza? Hamukuona? Mbona nyinyi hamsweat? So tulikuwa na space nene ya kuina, na huyu jamaa ananibariki sana. This man na uishi hapa, si ndio? Ole. Toko munyita tando aria keyboard ya gicagi. Manyitagwo na mahoya. Uthiri kundu urathi. Sawa? Wewe ni wa hapa. Maana ile talent ako nayo, I've been in radio for so many years,
ni dirite na andũ aingĩ, but you have a very unique talent na unampenda Mungu, so ishi kwa huyo Mungu. Watu wangu wakuja hapa. Haya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Haya, unasema jina na wewe unafanya kazi gani? These are our staffs. Sio wote wameweza kukuja leo, wengine walichoka jana. But we have a good number. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Baden Powell Wainaina. Kwa sauti. Unajua hawa ni producers, wao ndio huhitaji sauti, lakini yeye akiongea, ukiongea na kuambia ongezea sauti, lakini yeye yake haifiki. Okay. So ongeza sauti. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Baden Powell Wainaina. Mimi ni producer na pia director wa movies, na huwa na handle department inaitwa Kenya Movies Channel. So watu wote wa kuact, actors, actresses wote mnapitia hapa mnione na tufanye mambo yetu. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Elvis Orago, ama ukipenda captain. Mimi ndio driver wa kampuni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Jendros Wanjiko, secretary. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Kwa majina ni John Jeroge, main producer. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naitwa Jasmel Njomo, mimi ndo msaidizi wa main producer. Mungu awabariki. Haya, thank you. Hiyo ndio timu yetu na wao ndio wameshikilia mitambo pande ule mwingine. So nasikia bado kuna kesha 29th of this month. Na nasikia pia Reverend atakuwa. Kwa hivyo itabidi hata wao wakue. Ama si sawa? So unajua mimi najua kuweka marafiki. Ambia rafiki yako, tell your neighbor, ni vizuri kuweka marafiki. Na ni vizuri kuwa na rafiki ambaye anakufaa. Maana sio marafiki wote wanakufaa. In fact kuna marafiki unafaa kuwaondokea kabisa kwa maisha yako, because it is until I realized nilikuwa naumia juu ya marafiki walikuwa wananiweka vidonda, na nilipowaondokea Mungu akaniinua. So many of us, maisha yetu si ati imekuwa ngumu juu ya Mungu hafanyi. Hehe ndigai ndago gusherera no igire ndugatigana na nyina mwangi. Igire ndugatigana na bestio yaku. Saa zingine Mungu anataka kukutembelea, lakini kuna yule rafiki unajua huyu ndiye ulipa rent, huyu siwezi ondokea. Niondokea rent ilipo na nani? Huyu ndiye uniokolea. Wachana na hiyo kiokoa jahazi. Sawa? Ni sawa kinaokoanga, lakini ondokea, because sometimes Ngai nienda gutwariria tulio ike, Ngai nienda gutusherera tulio ike, lakini huyo mtu mwingine mwenye uko na yeye, saa zingine yeye huzuia Mungu aje. He's there or she's there just for unnecessary reasons ile itumaga Ngai age gugusherera. So our friendship na Pastor Maura na Reverend Kefans gushiria mundu wothe no ahote kuuga, na nitawalk na nyinyi kwa ile safari. Mungu atanikubalia kufanya hivyo hadi niache at least kanisa limesimama na tuko mahali pazuri, hado hego korwo hehega nginya hena parking tonde ona mukigura ngari no baruga imeni na hinya hakinya ni ha ngari si ithe ndukuona no atugiaka please mukorwo ho niguo ngetha twirutire nigetha riri ukeraga Ngai baba no ruka nithani ndaka parking ukamwiraga hojo ukegwatira hau uraka parking kuiga yakwe karugamaga ha. By the way, some of these things tunazifanyanga in faith. In faith mkijenga parking unaambia Mungu sasa yangu ndakuwa na iset hapa kwa kona, si ndio? So I will make sure tumewalk pamoja
and I know tunaongea na Reverend sana to make sure at least hii kanisa imesimama na maisha imekuwa mazuri. Na nataka niambie wale watu wako online, you see, kafa go support muhunjia uri urahunjia Ngai uri awama, si hapo ni sawa? Ndana andu makirutira kundu kuingi kundu we no kariguo kai andu matari mahingo kama itho, no haria harahunjio Ngai wama ugakora andu matirenda kuruta. Tero ucio ungi wirute kuruta wega we, ruta wega, mwira ringi jifunze kujitolea, because that is the only way kanisa itakuwa, si ndio? Kanitha kuraga andu mangeheana indo ciao nitugwaka maundu maria mangi mothe nimegwikika, twitikire kuruta nigetha kanitha wa Ngai urike. Tutigotura kwene rocio, tutigotura kwene, tutigotura tuhingagirwo kanitha twi thiini. Iria memwena to experience tatu na poleni sana. That is the way. Murio njira-ini murorete kwaga kuhingirwo tiguo, mutire ndira na randirodi tiguo. So God bless you so much, Pastor Maura. I know he handu rorete na gacokeria Ngai ngatho tondu growth yaku ni ndimionete since day one, and I still expect ati ona tukiuma guku tondu ni njui for a moment tugukorwo guku before tuthiete kuria kungi nigetha maundu makorwo marikirira, no ni njui by the time tugite turathi kuria kungi onawe gucia murata waku mwire ukagwo ni handu harahunjio Ngai tiguo. Ambia jirani yako uko nyumbani ukienda kuja ni kuonyesha mahali kundu turugithagio ni mundu twinithagia hau, ona wona ndarenda mwire ukoko ni urinithagia nawe woka umuhehere mwire umuthi winithia pia to jirani ya guku na roigire ona ni urinithia wega niguo guku tiguo. Tuhunjie Ngai na njira ciothe, social media and everywhere, to make sure injili imefika vile ipasavyo, na tuhunjie Ngai uria wagiriire na andu mahunjirio Ngai handu hothe tiguo. God bless you so much. Asanteni sana. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Hayo sio makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Mungu awabariki kwa sababu ya kujitolea hata kusupport sisi. Umesimama pamoja nasi mpaka tukanunua plot, na tunaaminia Mungu hii wiki ya kesho ama hiyo wiki nyingine tutakuwa tukijenga. Sisi tumpigie Mungu makofi mazuri. Kwa sababu ya masaa nataka ufungue, nataka kuongea mambo manne kwenye maisha yako. Sitaongea sana kwa sababu ya masaa. Mambo manne yale yatafanyika leo kwa maisha yako katika jina la Yesu. Fungua nami kwenye kitabu cha Zekaria 4 kuanzia hapo moja. Zekaria 4 kuanzia hapo moja. Nataka kuongea mambo manne yale ambayo Mungu atayafanya leo. Maundu mana maria Ngai ekuhingia umuthi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu. Kama ni mimi wewe ningesema amen. Na ni vibaya sana kwa wale watu ambao hawako kwenye ulimwengu wa kiroho. Ninasema kuna mambo manne ambayo Mungu anayatenda leo. Bwana tukuzwe. Fungua nami kwenye kitabu cha, ukifika hapo sema amen. Kitabu cha Zekaria 1:4. Zekaria 1:4. Mwingine tunisomea Zekaria 1:4. Tutasoma sana vitabu kama 3 hivyo 4 ili nikuletee message yangu. Mwingine unisomee kwa haraka Zekaria 1:4. Zekaria 4:1. Zekaria 4:1. Alafu unisomee Ezra 5:1. Alafu unisomee Ezra 6:14. Alafu unisomee Genesis. Bwana tukuzwe. Kwa haraka Zekaria 4:1. Kwa haraka unisomee kwa haraka. Nataka kuongea mambo manne yale Mungu atayatenda leo saa hii, yatafanyika kwako in Jesus name. Nisomee kwa haraka. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Na yule malaika aliyesema na Zekaria akamrudia mara ya pili. Akaniamsha. Nikataka kuongea kuhusu huyu nabii wa Mungu. Alikuwa anaitwa Zekaria, na Zekaria alitabiri wakati Jerusalem ilikuwa imetekwa
mateka na wakapelekwa kwenye Babylon, na Mungu hapo akainua nabii. Nabii wa kwanza alikuwa anaitwa Zakaria, nabii wa pili alikuwa anaitwa Hagari. Na mimi nimekuja kama nabii katika maisha yako. Haijalishi mahali ambapo umepelekwa na maadui wako, haijalishi umeshikwa mateka ama umewekwa kwa kifungo gani, nimekuja kama nabii ili nitabirie maisha yako. Chochote ambacho kimekamata maisha yako, nimekuja kutangaza kikuachilie katika jina la Yesu. Nimekuja kukutoa Babylon, nimekuja kukutoa kwenye kuhangaika katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Na Biblia inasema hapa huyu malaika alikuwa huyu nabii Zakaria akarudi mara ya pili. Na ninataka kutangaza ya kwamba labda ulikuwa na mali, labda ulikuwa umeoreka, labda ulikuwa na kazi, na hiyo kazi ikaenda hivyo ikaisha. Nimekuja kutangaza kwenye maisha yako, unarejeshewa leo katika jina la Yesu. Mungu aliongea na mimi usiku akaniambia kuna watu wanakumbukwa, kuna watu wanarejeshewa. Natangaza kama venye Jerusalem ilikumbukwa na Mungu, hivyo ndivyo utakumbukwa kwa maisha yako katika jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao saa hii already Mungu ameanza kuwakumbuka. Bwana tukuzwe. Unajua kuna saa zingine tunakaa Baruthi ni kama tumesahaulika, tunakaa kwenye maisha yetu ni kama hata tulisahaulika na watu wetu. Nimekuja kutangaza leo unapotoka hapa ya kwamba unakumbukwa kikazi, utakumbukwa kidoa, utakumbukwa kimaisha katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Bwana ametangaza utakumbukwa. Bwana tukuzwe. Kama venye Mungu alikumbuka Jerusalem na Zakaria, ningekwambia kwa sababu ya masaa, ningekwambia mambo kama 6 ya Yerusalem. Bwana tukuzwe. Alafu mwingine somee hapo. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Na yule malaika akaniamsha, aliyesema nami akanijia mara ya pili akaniamsha. Kumaanisha Zakaria alikuwa amelala. Ninaongea na watu ambao biashara zao zimelala. Ninaongea na watu ambao maisha yao ni kama imelala. Nimekuja kuyainua maisha yako. Nimekuja na mafuta ya kuinua hiyo biashara. Natangaza hiyo biashara imeinuka. Hautalaliwa na madeni. Nimekuja kukutoa kwenye hayo madeni ambayo yamekulalia katika jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao wamelaliwa na magonjwa. Nimekuja na uponyaji wako katika jina la Yesu. Leo natangaza umekumbukwa katika jina la Yesu. Kuna kuinuliwa tena katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Unajua naongea na watu ambao wamelaliwa na madeni. Bwana tukuzwe. Wako kwenye usigisi ya mambo. Wanaona ni kama maisha yao imefika mwisho. Mungu aliniongeleza leo usiku saa 8. Halo? Aliniongeleza usiku leo saa 8. Na akaniambia ya kwamba leo si kesho, leo ninaongea na watu walio kwa online. Leo ndio utapokea kile ambacho unaaminia Bwana katika jina la Yesu. Pokea urejesho katika pesa zako, pokea utajiri wako katika jina la Yesu. Sisemi kesho, nasema leo. Pokea hiyo ndoa katika jina la Yesu. Najua ninaongea na watu ambao wamezunguka mationaga mundu wa kumoria. Bwana tuguzwe. Miaka imegonga 40. Hawajawahi kutana na mtu atawapenda. Bwana tukuzwe. Mimi nasema leo. Sema leo. Mimi nimekumbukwa katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Sitalala tena. Nimeamshwa. Nimekuja kuamsha watu hapa. Bwana tukuzwe. Kama venye Baruthi ameamsha madhabahu haya. Bwana tukuzwe. Hivyo nami ndivyo nimekuja na mafuta ya Bwana ya kuamsha. Wewe inuka kiroho. Bwana tukuzwe. Inuka ukahubiri. Inuka sasa utetee hiyo jamii yenu. Inuka sasa utetee watoto wako. Inuka sasa utetee watu wenu. Inuka. Bwana tukuzwe. Hata nchi yetu ya Kenya, Mungu leo, jana nilikuja hapa Baruthi kama nimefadhaika.
kwa sababu Mungu aliniongeleza jana asubuhi na moyo wangu ukafadhaika. Mungu akaniambia already Mungu amewachilia revival kwenye nchi yetu ya Kenya. Lakini watu wa Kenya, Bwana tukuzwe. Baka jana nililia machozi. Watu wa Kenya hawako tayari kupokea kile Bwana ambacho atafanya. Already Mungu ametembea Kenya, lakini watu wa Kenya hawako tayari kupokea kile ambacho Bwana amepeana Kenya. Pokea sasa, inuka, anza kupokea revival. Ninatangaza revival kwenye maisha yako, ninatangaza revival kwenye jamii yako katika jina la Yesu. Amen. Bwana tukuzwe. Inuka, kuna revival. Mungu aliniambia kuna mambo matatu yanafanya Kenya. Kitu ya kwanza, watu watapona hivyo bure, hata bila kuombewa. Kuna miujiza itakuwa ikifanyika. Bwana tukuzwe. Kwa wale ambao wamejiachilia, kuna miujiza itakuwa ikifanyika hivyo, hata si lazima uombewe. Unakuta huyo muujiza, Bwana tukuzwe, umefanyika. Na nitatangaza miujiza ianze kufanyika kwako saa hii katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Mungu wetu akinena, na Mungu akinena hakuna kizuizi katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Mwageni somee hapo. Ngoja nitakupea mambo matano hapo. Akaniamsha. Ngoja. Hiyo kitu ya kwanza, Zakaria alikuwa nabii mdogo kwenye manabii, kwa sababu kulikuwa na manabii wengine wakubwa kama Jeremiah, tunawaitaga major prophet. Bwana tukuzwe. Lakini Mungu hakuangalia udogo wa Zakaria. Bwana tukuzwe. Hakuangalia udogo wa Zakaria. Aliweka message katika maisha yako. Na mimi nakutabiria sahihi kama nabii wa Bwana, Mungu angalii utajiri wako, Mungu angalii udogo wako. Ninatangaza message ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Pokea maono ya Bwana, pokea sauti ya Bwana. Anza kutabiria jamii yako, anza kutabiria maisha yako katika jina la Yesu. Usijidharau, Mungu anatumia mpaka watu wadogo. Amen. Unajua saa zingine tunaonaga watu wakubwa ndio wanaweza tumiwa. Mungu alitumia akina Zakaria, Jeremiah, Zekaria wakiwa. Bwana tukuzwe. Mungu atatukutumia kwenu na hiyo udhaifu yako. Mungu atakutumia kwenu kuinua jamii yenu. Mungu atakutumia kuinua hao watu wa kwenu. Mungu atakutumia kuleta wokovu katika jina la Yesu. Natangaza saa hii kwenu, saa hii watu waanze kuokoka katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Mungu ni wewe anatumia kuokoa brother zako. Natangaza Mungu akakutumie kuokoa sister zako, hata wazazi wako waokoke katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Usijiangalie, usijidharau. Bwana tukuzwe. Mungu atakutumia hivyo. Amekuita hivyo akielewa wewe ni nani. Bwana tukuzwe. Nisomee hapo. Akaniamsha kama mtu amshwayo katika usingizi wake. Aliniamsha kama mtu amshwaye katika usingizi wake. Ya pili, akaniuliza unaona nini? Unaona nini? Ngoja. Aliniamsha. Ya pili akaniuliza unaona nini? Na ninaongea na watu hapa ambayo macho yao yanaona kushindwa. Nimekuja kubadilisha hao maono yako. Anza kuona kuinuliwa, anza kuona ukitembelea. Badilisha maono yako katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Mungu akikuinua, badilisha maono. Saa zingine tumeinuliwa na Bwana. Bwana tukuzwe. Saa zingine farodhi Mungu ametupea pesa ya kukula nyama na tunaenda na huku tu. Bwana tukuzwe. Kukula kata kalala chafua. Ukuinuliwa, kubali kuinuliwa. Bwana tukuzwe. Hiyo ndiyo shida ya Wakristo. Mungu akikuinua, kubali umeinuliwa. Sasa zingine hatujikubaliwi. Tunaona shida za kwetu. Wengi wetu wanaona venye walikataliwa. Wengi wetu wanaona venye walidharauliwa. Toka kwenye hayo maono.
Anza kuona mambo makubwa, anza kuona ukijenga, anza kuona ukinunua shamba kwa maina wa Maryland, anza kuona biashara yako ikiendelea. Badilisha maono. Halo. Wengi wetu hapa maono yetu ni mabaya. Mwana ni akumio. Amen. Tuambie kuona huru. Ezra, nisomee kwenye kitabu cha Ezra. Ngoja. Ezra 5:1. Nataka kuongea mambo manne yatafanyika juu ya maisha yako leo. Leo. Si kesho, leo. Ukiamini. Ezra 5:1. Ezra 5:1. Mungi kwa haraka kwa sababu ya masaa yetu. Ezra. Basi manabii Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido. Basi nani? Basi manabii Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido. Basi manabii. Bwana tukuzwe. Amen. Basi manabii Hagai na Zekaria mwana wa Ido. Ningekuja wacha nikuelezee mambo matatu hapa. Basi manabii Hagai na Zekaria mwenye tumesoma hapa mwana wa Ido wakafanya nini? Wakamfanyia unabii wa Yahudi waliokuwako wa Yerusalemu. Wakafanyia nabii wa Yahudi wale ambaye walikuweko pale Yerusalemu na Yuda. Bwana tukuzwe. Na basi yule Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido wakamfanyia nabii Yerusalemu. Na nimekuja kukufanyia nabii katika maisha yako katika jina la Yesu. Nimekuja na neno ya kunabii. Ninaongea na watu ambao wamefungwa minyororo. Nimekuja kutangaza leo kama nabii wa Bwana, hiyo minyororo tumeikatakata katika jina la Yesu. Wakati huu Waisraeli wa Yerusalemu walikuwa mateka na Mungu akaongea kuwahusu. Bwana tukuzwe. Ninaongea na watu ambao wako kwenye mateka ya pombe. Ninaongea na watu ambao wamekamatwa mateka na ulevi. Ninaongea na watu ambao wamekamatwa mateka ya ndoa. Nimekuja kutangaza leo lazima uachiliwe katika jina la Yesu. Watu wa online nataka kutangaza leo lazima muachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana tukuzwe. Wacha nikuonyeshe mwana wa Ido. Zekaria anaitanishwa na baba yake. Bwana tukuzwe. Na ni vizuri sana kutanishwa na baba. Naweza kuwa Farodhi mimi sina baba aliyonizaa, lakini niko na Bwana na baba anayeishi mbinguni. Na ni vizuri kuitanishwa na yeye. Bwana tukuzwe. Amen. Huyu idol linamaanisha wakati unaofaa. Kwa hivyo Zekaria alileta message wakati ambao umefaa. Na hivyo ndivyo natabiri leo ya kwamba nimekuja na hili neno la Bwana wakati ambao unafaa. Na ninatangaza huu ndio wakati wako ule unafaa kuvuguliwa. Huu ndio wakati wako ule unafaa kuinuliwa. Huu ndio wakati wako ile unafaa uoe na uoreke. Bwana tukuzwe. Amen. Unajua kuna niliambia watu hapa asubuhi, Mungu hufanya kazi na program. Mungu hafanyagi kazi hivyo. Bwana tukuzwe. Amen. Ukisoma kwenye 1 Samuel 30 kuanzia hapo 8, kuna wakati Daudi alikuta watu wake wametekwa, wameshikwa mateka. Ziklag na ikachomwa. Naye Daudi alienda kwa mtumishi wa Mungu, akamuuliza Mungu, ni vizuri nifuate hawa watu? Na Mungu akawaambia wafuate leo, ni kwa sababu utarejesha kila kitu ambacho kimekamatwa. Kwa hivyo kuna wakati wa Mungu, na hivyo ndivyo natangaza na tabiria maisha yako. Wakati wa kukana shida ni leo. Wakati wa kudharauliwa unaisha leo. Wakati wa kuteseka unaisha leo. Nenda kwa refu yako katika jina la Yesu. Nimekutoa kwenye hiyo refu. Amen. Nimekupeleka kwenye kiwango kingine. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Najua saa zingine tunaweza kaa kwa jela
Bwana tukuzwe. Ninaongea na jamii moja, mwingine nisomee kwenye kitabu cha Zakaria pole. Luka 5:7. Luke 5:7. Nikumaliza na maliza. Wakapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Mwagi, hicho ni kitabu cha Luka 1:7. Luke 1:7. Luke 1:7. Niko na dakika 3. Nataka nikuombee. Niko na dakika 3 nikuombee. Shatababu ziteri mayanda. Makababu sheteria. Nataka nikuombee. Nao walikuwa hawana mtoto. Nani? Hii ni familia moja ya Elizabeth akauondoa utaza, na hivyo ndivyo natangaza kwenye maisha yako. Hii ya utaza wa maisha yako Mungu ameiondoa leo. Kama fanya Mungu alikumbuka hii jamii, hivyo ndivyo naye Mungu atakukumbuka katika jina la Yesu. Ondolewa utaza. Unajua naongea na watu hapa matidhere maga. Bwana tukuzwe. Amen. Mimi kwetu nikiwa mtoto baka niwe hivyo. Shetani ashindwe. Nini ndio agulile kigeo ya kuruga savasi. Ile karai ya kupika chapo ni mimi nilinunua. Halo? Bwana tukuzwe. Mimi nikiwa hivyo kwetu nikiwa mtoto sikukuta ng'ombe. Mimi ndio nilikuja kununua ng'ombe ya kwanza kwenye jamii yetu. Bwana tukuzwe. Kwa sababu kulikuwa na roho ya utasa. Bwana tukuzwe. Na ninatangaza kama venye Mungu aliondoa utasa kwa jamii yetu, kwa maisha yangu, kwa familia ya Wangare, huyo Mungu wangu aondoe utasa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nimekuja kukutoa kwenye hiyo aibu. Amen. Bwana tukuzwe. Kwa sababu kukosa mtoto kulikuwa kama aibu. Kuna watu jamii hapa Farodhi zina operate na roho ya aibu. Shetani ashindwe. Aibu ya jamii. Kuna mama kwetu aliambia brother yangu, una shida hapa ukituligia na hamna shaba utasikwa kwa barabara. Shetani ashindwe. Kwa sababu watoto wa wasichana atiana ile shia letu ni ile tu. Ama watoto wasigomadha huwa wanadharauliwa. Ni kwa sababu kitambo wazazi wetu hawakuwa wanapea wanaona tu hapa. Wanakufanyia mahesabu. Baba mama yako haukuelewa. Nyinyi ni hoe hae. Shetani ashindwe. Ya pili kuna kitu nasemaga na ndio kama Farodhi kama kuna kitu huwa napigana nacho. Ni roho ya aibu. Shetani ashindwe. Mimi nilifanya kazi miezi 4. Ndarutire wira mieri 4 ili familia yetu iwe na kuku. Chicken. Ne chicken kane chick. Shetani ashindwe. Na nilikuwa nimepewa kazi ya kubeba maziwa. Nipeleke mahali kunaitwa Getuya. Mahali tuliacha lami kutoka kwetu. Na saa hiyo kumenyesha. Nimebeba maziwa na ndoo ili nipewe kifaraga. Kwa sababu niliona kwenye jamii zingine siko na kuku. Jamii yetu ya Wangari haina kuku. Nikasema nitajitolea kila saa 11 narauka mapema nipeleke maziwa tupewe Gasui. Nikafanya kazi miezi 3 ili nipewe Gasui. Shetani ashindwe. Sasa zenye huyo mama alielewa Yakoba imebakiza siku 7. Aliamka mapema akapeleka maziwa. Siku ya pili akafanya hivyo. Siku ya 3 akafanya hivyo. Siku ya 4 akafanya hivyo. Siku ya 5 nikaruhusu hope. Kifaraga ikapotea. Nikafanya kazi ya bure. Na ninatangaza kwenye maisha yako, watoto wako
hawatafanyishwa kazi ya bure katika jina la Yesu. Natangaza watoto wa watoto wako hawatafanyishwa kazi kama hiyo katika jina la Yesu. Wewe utalea watoto na ulee watoto wa watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Ndio natangaza roho ya aibu. Ya pili, nikaajiriwa kazi ya shamba boy nikiwa nimesoma. Shetani ashindwe. Ukiona Baruthi venye anasema tukimuinua Mungu hapa, niko menya kuria turutete, ni kujua ubali ambapo ametutoa. Yule Mungu ametutoa kwenye hiyo aibu. Huyo Mungu ametufikisha hapo, hata mahali ambapo tunataka kwenda atatupeleka. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Nikafanya kazi, niliachizwa kazi kwa sababu ya chapo. Shetani ashindwe. Na ndio tunasema hiyo aibu tunaiondoa leo katika jina la Yesu. Ninatabiria jamii ambazo zinaoparetiwa na aibu, hiyo aibu ya kwenu inaisha leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa nimefanya kazi ya shamba boy. Usiku huo nikaenda na mgeni wangu, tukakula chapo 1.5 savasi ya mwetu na nusu mahali nilikuwa nimeajiriwa. Shetani ashindwe. Huyo mwenye huko akasema tumebeba chapati zote nimepelekea nyanya yangu. Hiyo kitu iliniuma. Shetani ashindwe. Nikasema sitafanya kazi huko tena. Ona angekuwa ado itomareaga mahiga kama watu wetu wanakulaga chuma, nitarudi kwetu nikule hiyo chuma. Hiyo jamii imetuangalia ikaona nyanya yangu hawezi pata pesa ya chapo, na shetani ashindwe. Roho ya aibu, roho ya kudharauliwa leo inaisha katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Ninaongea na watu ambao wamedharauliwa hivyo. Ati waoneka ngongaragu. Ukipita hivi watu wanaona njaa. Wanaona huyu mtu hajakula. Shetani ashindwe. Na hapo ndipo nilitoka Gichagi. Nikakataa kazi, nikakaa kwetu Gichagi hivyo. Tukaanza kulala njaa na soso. Shetani ashindwe. Na siku moja nikapata kazi hapa. Nilikuja kuwa maid ya wanaume ili nipewe nyumba. Nikaanza kuwafulia nguo. Shetani kuwaoshea, kuwapikia. Nikafanya kazi ya maid tu na sikuwa nalipwa, nikae kwa nyumba yao. Roho ya aibu inaisha leo. Amen. Bwana tukuzwe. Roho ya aibu, roho ya kutezeka, roho ya kustruggle leo tunaimarisha katika jina la Yesu. Hayo ndio tunatabiri mambo manne ambayo Mungu aliniongeleza leo. Ya kwamba leo umekumbukwa, ya pili unafunguliwa kutoka hizo vigupo za kwenu. Shetani ashindwe. Na Ezra 6:14. Zakaria alikuwa mwana wa Ido. Ido means timely, wakati unayofaa. Ezra 6:14 mwagiko haraka, nimemaliza. Ezra 6:14. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Nao wazee wa Yahudi walijenga ukuta wa Yerusalem wakafanikiwa. Alafu nao wazee wa Wayahudi wakajenga. Nao wazee wa Yahudi wakajenga wakafanikiwa. Wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Hagai nabii na Zakaria. Ngoja, wakafanikiwa ni kwa sababu ya kuhubiri kwa Hagai nabii na Zakaria. Ile kitu ambacho kinaweza fanya ufanikiwe kwenye maisha yako ni kukamatana na mtumishi wa Bwana, ni kushika neno la Bwana. Na ninatangaza siku ya leo, kwa sababu ya siku ya leo, natangaza mambo yako yakafanikiwe katika jina la Yesu. Nimekuja kufanikisha mipango yako, nimekuja kufanikisha mipango ya ndoa yako, nimekuja kufanikisha mipango ya watu wako katika jina la Yesu, kwa sababu nimekuja kutabiria maisha yako. Yaani hawa
wa Yerusalemu na Yuda, Bwana tukuzwe, Amen. walielewa kile ambacho kitafanya mambo yao yafanikishwe ni kwa sababu ya nabii wa Bwana, neno la Bwana. Bwana tukuzwe. Neno la nabii. Lazima uwe na mtu ambaye anatabiria maisha yako. Wengi wetu tumetoka kwenye jamii zimetabiriwa mambo mabaya. Shetani ashindwe. Kama mimi nimetoka kwa jamii yenye imetabiriwa mambo mabaya, ni kwa sababu mama yangu walitegana na baba yangu tukiwa watoto wanne. Shetani ashindwe, na wakachinja mbuzi. Kumaanisha walitabiri mambo mabaya juu ya maisha yetu. Na ndiposa nahitaji manabii wa Bwana, nilihitaji neno la Bwana lianze kunitabiria. Nimekuja kwa maisha yako kama nabii ya Bwana, kila maneno ambayo yalitamkwa kinyume na maisha yako nimekuja kuyakanzo. Wewe utainuliwa, wewe utajenga, wewe utanunua gari, wewe utafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Ninaongea na watu ambao wamelaaniwa hapa. Shetani ashindwe. Siku moja nilipea mtu pesa zangu, mtu wa jamii yetu. Saa hiyo tukaona ameenda ameiweka kwa mchanga. Shetani ashindwe. Nilikuwa napanda miti, ikifika saisi hii huyo mtu anakuja na ikatakata yote, na ikatakata, akikatakata lazima nifilisike, lazima nifugiwe nyumba, lazima niteseke. Mungu akanifunulia, akaniamsha kwa usingizi, nikaona yale mambo ambayo amefanyia pesa zangu. Na ninaongea na watu hapa, labda pesa zao zilipelekwa kaburini, zikafunyiwa madhabahu. Nikata wanyita pesa itikana guteithia, ili ukishika pesa usije zikakusaidia. Shetani ashindwe. Ninaongea na watu hapa ambao maisha yao labda yamelelewa vibaya, labda mliachana na mpenzi wako akaanza kusema usidakahika, ukafugwa na hayo maneno. Nimekuja kama nabii wa Bwana kwenye maisha yako ili nikufugue, nitangaze wewe utajenga, wewe utainuka, wewe. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Bia mtu kuwa na mtu mzuri wa Mungu wa kutabiria maisha yako. Halo, mtu alikuwa anaitwa Joseph, akitoka kwao hakuwa amebarikiwa. Ni kwa sababu alienda aliushwa na brother zake. Lakini Potifa wakati alimuona akatangaza baraka juu ya maisha yako. Bwana tukuzwe. Na mimi nimekuja kutangaza baraka juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mimi nimekuja kutangaza ya kwamba wewe umeinuliwa katika jina la Yesu. Mimi nimekuja kutangaza hiyo jamii yenu imedharauliwa, hiyo adharau imeisha na imeinuliwa katika jina la Yesu. Amen. Bwana ni akumiwe. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Unajua ni watu wangapi hapa? Hakuna mtu hapa anapenda kudharauliwa. Shetani ashindwe. Alafu mwingine some hapo, nimemaliza sasa. Wakajenga. Wakaimaliza kazi yao kwa maagizo ya Mungu wa Israeli. Wakajenga alafu wakanini? Wakamaliza kazi yao kwa wakamaliza kazi yao na kwa amri ya Koreshi na mwagi unaruka sana. Wakajenga alafu wakafanya nini? Wakaimaliza kazi yao kwa maagizo ya Mungu. Wakaimaliza kazi yao. Na nimekuja kutangaza hiyo nyumba ambayo imekwama, hiyo biashara ambayo ulianzia ikakwama, nimekuja kutangaza ya kwamba leo itamalizika katika jina la Yesu. Hiyo ndoa ambayo iliingiliwa na maadui, nimekuja kutangaza sio mwisho wa ndoa, itainuka tena katika jina la Yesu. Amen. Walimaliza kazi yao. Bwana tukuzwe. Lazima umalize kazi yako. Amen. Na ninatangaza hapa huko haha gotire mundu urakua. Hapa hakuna mtu anakufa kabla hajamaliza kazi yake. Nimekataa roho ya kifo kwako katika jina la Yesu. Wewe utakaa ulee watoto wako uone soso na soso katika jina la Yesu. Ni kwa sababu utatoka hapa kujijua hivi. Shetani ashindwe. Hakufanya kazi yake. Halo? Sema mimi nitafanya kazi yangu. Nitafanya kazi kama mama. Nitafanya kazi kama baba. Nitafanya kazi kama mzee. Katika jina la Yesu. Simama na miguu yako. Tutaendelea hapo pengine. Farodhi akitutembelea tena. Si tumwambie karibu tena na tena katika jina la Yesu.
Shatababo zetere moyanda. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Tamka leo umekubukwa. Tamka leo aibu imelisha katika jina la Yesu. Kama zetere moyanda. Tamka umefunguliwa. Hiyo biashara imefunguliwa katika jina la Yesu. Tangaza maisha yako imefunguliwa leo. Tangaza maisha yako imebadilika leo. Hiyo visa ambayo ulikuwa unaaminia Bwana utaipata leo katika jina la Yesu. Na kama zetere moyanda, na kazetere moyanda. Hiyo aibu imeondoka leo. Hiyo kisirani Bwana ameiondoa leo katika jina la Yesu. Hautaaibika tena. Watu umekumbukwa na Bwana, umeinuliwa na Bwana. Gai kama ni mimi, yani mnaliangalia. Yani hamjui neno la nabii. Zakaria alinenea Yerusalemu kama nabii. Mimi namnenea kama nabii wenu, na nenea maisha yenu kama nabii. Natangaza hautashindwa tena, hautashindwa kidoa, hautashindwa kimaisha katika jina la Yesu. Pokea roho ya kuendelea na haraka. Pokea speed anointing katika jina la Yesu. Pokea roho ya haraka, itatimia leo. Hicho ambacho unamwaminia Bwana imetimia leo katika jina la Yesu. Tabiria maisha yako. Kataa aibu kwako. Sababu zetere moyanda. Kama venye Mungu aliongea Jerusalem, kama venye Mungu aliongea na Yuda, na Yuda linamaanisha praise. Ninatangaza Mungu akakurejeshe hiyo mali ambayo ulikuwa nayo. Natangaza Bwana akakurejeshe katika jina la Yesu. Rejeshewa mali yako, rejeshewa pesa zako. Ninaongea na watu ambao wananisikiza, wamenyang'anywa mali yao. Natangaza leo umerejeshewa mali yako. Kile ambacho umenyang'anywa, natangaza urejeshewe. Wale ambao wamenyang'anywa wazee, natangaza urejeshewe. Maria mare magamodo when you hotaga kwenye hayo mambo ambayo yalikuwa yanakusumbua, already amini ya Mungu amekuongeleza. Zikiza hapa mtu mwenye alikuwa anaitwa Zekaria, walikuwa na Hagari. Jina Hagari linamaanisha festive ama maadhimisho ya sikukuu. Kuna yale mambo ambayo yanazuilia maisha yako usherekee. Hayo vizuizi tumeziondoa katika jina la Yesu. Utasherekea ndoa yako, utasherekea pesa zako, utasherekea afya yako katika jina la Yesu. Natangaza sikukuu kwako katika jina la Yesu. One minute. Nataka kuanoint mikono yenu. 1 minute. Haya ni mafuta. Watu online wale mko hapo, haya ni mafuta tu. Nataka kuyaombea ya kwamba chochote ambacho kimefunga maisha yako, kimefunga mikono yako, natangaza rede kikawachilie katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kuna wakati Petro alifungwa, na Biblia inasema nyakati hizo za Herode, mtu alikuwa anaitwa Yohana alikuwa ameuliwa, na Herode akapanga ya kwamba Petro atatolewa nje ili auliwe. Lakini malaika wa Mungu akamjia usiku. Ninaongea na watu ambao maisha yao inakaa usiku. Ninaongea na watu ambao maisha yao imefungwa, lakini malaika wa Bwana akamfungua. Nimekuja kufungua hiyo mikono yako. Kuna watu hapa hawawezi shika pesa, wakishika pesa zinadisapia. Wacheni tuinue mikono hapa. Na haya mafuta Bwana nimeyajaza nguvu zako. Sio mafuta inafanya kazi, lakini ni nguvu zako zitafanya kazi. Hii ni sebo ya kuonyesha
ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana ni wewe utafungua watu. Zakaria aliona taa za mafuta, na ninatangaza yale mafuta ambayo Bwana umenipaka yakafungue hawa watu. Yale mafuta ambayo Bwana umenipaka yakafungue maisha yao, yakafungue ndoa zao, yakafungue pesa zao katika jina la Yesu Kristo. Kwa haraka leta mikono. 1 minute. Singekuwa hapa. Yaani mnaogopa. Nataka kufungua kama unaamini. Shatababu zetere boyanda. Tunataka kutangaza kila minyororo ambayo imekamata pesa zetu, kila minyororo ambayo imekamata pesa zetu, tunatangaza zikawachilie katika jina la Yesu. Na anoint hizi mikono, natangaza hizi mikono zitafanya biashara, natangaza hizi mikono zitawekelewa wagonjwa na wapate kupokea, natangaza hizi mikono zitaondoa utasa katika jina, natangaza hizi mikono zikafanye kazi katika jina la Yesu, na watenganisha na kila agano zote baya, agano za waganga, agano za wachawi, disappear by fire in the mighty name of Jesus. Wacheni tushukuru. Inua mikono yako. Baba, katika jina takatifu la Kristo Yesu, wewe ulikumbuka Yerusalemu na Yuda ukawatoa kwenye utumwa, na hivyo ndivyo Bwana ninatangaza ya kwamba hawa watu already leo kama venye uliongea pamoja nami wametoka kwenye utumwa. Nimeotoa kwenye utumwa wa utaza, nimeotoa kwenye utumwa wa umaskini, nimewatoa kwenye utumwa wa ulevi katika jina la Yesu. Mtu yeyote ambaye Bwana anatutazama, naombea mikono yake, natangaza hiyo mikono ikaanzie company, hiyo mikono itawekelewa wagonjwa na wapone, hiyo mikono italeta faida kwa maisha yao katika jina takatifu la Kristo Yesu. Tuomba na kushukuru. Pigia Yesu makofi mazuri kama unaamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka kuita mke wangu akuje hapa atusalimie. Sisi tumebarikiwa uzee. Amen. Mwadhani ya kumio. Mungu ameona ya kwamba hatutaachwa kwenye CBC. Bwana tukuzwe. Aliona ya kwamba hatutaachwa nyuma na Baruthi kwenye CBC. Already na sisi lazima tuingie kwenye hiyo level ya CBC. Jo hapa utusalimie katika jina la Yesu. Haka nikatoto ketu kale kadogo kabisa, kadogo kabisa. Bwana tukuzwe. Kanaitwa blessings. Bwana asifiwe. Kama unaniona nifungie mkono. Bwana asifiwe. Umebarikiwa. Umebarikiwa na Baruthi. Oh yes. Kama umebarikiwa sema Baruthi abarikiwe. Abarikiwe. Tumefurahi siku ya leo kubarikiwa kukua na Baruthi. Bwana asifiwe. Tumeona mkono wa Mungu. Tulikuwa tunagoja siku imefika. Bwana asifiwe. Nimefurahi. Kwa majina naitwa Mere Mwaora. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amerida familia yangu. Tunamtukuza Bwana. Bwana asifiwe. Tumetoka bari kufika hapa. Barikiweni sana. Amen. Sisi tunasherehekea 23 years. Amen. Amen. Hey. Hey. Woo! Glory. Bwana tukuzwe. Haka nilikaoga kiwa na niseme 16 years. Sana ni hivyo sasa. Hey! Tumpigia makofi. Na Mungu ameilinda hiyo ndoa. Natangaza na wewe hiyo ndoa yako italindwa na Mungu katika jina la Yesu. Wale ambao wanaogopa kuoa, enda uoe. Mungu ndiye anadumisha ndoa katika jina la Yesu. Wale ambao wanaogopa kuoleka, enda saa hii uoleke katika jina la Yesu. Barikiwa sana. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩrwo ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima
ukiharũrũka. Watu wasiende, kuna kiroma, kuna chakula hapa lazima tukule. Bwana tukuzwe, hatuwezi tembelewa hapa na Baruthi wa Baruthi TV tukose kukula. Sema leo tunakula. Leo tunakula. Na kesha tunakula. Mama Jerry tumpigie makofi. Charede wetu akija mahali hapa kutuombeza chakula hapa. Akuja ombea chakula. Na si maombi marefu, maombi ya tumpigie makofi. Chua. Baruthi wa Thayo karibu. Bwana asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Before niombe, labda sitaweza kupata nafasi nyingine ya kusimama hapa. I want to thank Baruthi wa Thayo and your team. We are so grateful. Tumekuwa tukiwasubiri kwa muda sana. Kuma o twekanitha mwena uria ungi. Tugeterera no ihinda rĩa Ngai rĩragwo ni rĩrĩa rĩagĩrĩire. Bwana asifiwe. And we are so much grateful. We are so honored. May God bless you and may God bless your team. Tuamini pamoja ni kwa ajili ya chakula. Father God, we thank you for the food that is before us, O Jehovah God. We know that it is not by, we do not take the whatever that you have given unto us for granted. We pray that you bless it and may you bless the ones who don't have. Bwana, pahali hicho chakula kimetoka, tunaomba Bwana ukabariki kila mmoja ambaye amejitolea na wasije wakakosa Bwana, na wale ambao hawana Bwana ukawashughulikie na ukawatendee. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Bwana asifiwe. Kabla tumalize kidogo, pastor kutupe wakati hatukusalimiana. Amen. Naitwa Fred wa Kigosho. Tumetoka all the way from Roesambu, tumekuja hapa. Pastor Maura ni wa kwetu nyumbani. Nashukuru sana kuwa na Baruthi wa Thayo hapa. Kuna pahali tulikuwa na yeye last week Wednesday. Bwana asifiwe. Kuna watu nilikuja nao kutoka Roesambu. Simameni tu wapungie mkono hivyo. Amen, amen, amen. Na wengine hawakukuja, plus my keyboardist, na wengine tutakuja nao Friday 29 kesha mahali hapa. Bwana asifiwe. Baruthi, nimefurahia sana. Tugirehe kigoco giki Baruthi TV no urege. Amen. Tuko karibu sana. Weka makofi yako kidogo. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watua kũrathima, ũkĩharũrũka, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi, rathimo nĩkĩ, ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo nĩkĩ. Weka makofi kidogo, cheza na maringo kidogo. Ngai tũrathime rĩngĩ. Jabezu aciarirwo, aciari makĩmũtua ruo. Jabezu akĩrĩra, njenjeria rĩtwa, na ũndererie ruo Ngai ũndathime, ũtararamĩrie mĩhaka yakwa. Ngai wakwa, ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, rathimo rĩngĩ. Asante Baruthi TV, rathimo makĩria. Irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno, ihana ta irĩma itienyenyekaga, na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩenda kũhoya ũndathime rĩngĩ. Ngai wakwa, wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda.
Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Hapo sawa. CCI, barikiweni sana. Pastor Samora. Oh, hede mweliza. Nihithire ngurunga-inĩ. Nĩkuoyorio nĩ Jezebeli aigĩte nĩekũmũraga. Ekũu ngurunga-inĩ. Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciĩtagwo mahuru cimũrehere nyama. Hĩndĩ ĩmwe Elija nĩehithire ngurunga-inĩ nĩkuoyorio nĩ Jezebeli aigĩte nĩekũmũraga. Ekũu ngurunga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciĩtagwo mahuru cimũrehere nyama. Tũine ithuothe kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre. No ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre. Na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Cheza kidogo. Chua. Fredi wa Kigosho in the Bible. Oh, nyoni cia gũkũigua cigwĩtwo mahuru nĩ nyoni ngoroku nĩigĩtwara nyama mwĩrĩ citiarũmaga. Kĩrathimo gĩaku mũndũ ũrĩa wĩna kĩo Ngai egũtũma tuĩke mwĩhokeku nginya akinyĩre. Tũine ithuothe kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre. No ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre. No ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩkwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona na ũru ũhithe. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩkwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona ũngĩo na ũru ũhie. Asante sana Pastor Maura CCI Umoja. Karibuni sana titagũkũ kumago. Ndarekia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Saitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ. Baba nĩahĩmbĩria moko merĩ ahurũkie wendo wake. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩkwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona ũngĩo na ũru ũhithe. Aiya. Cheza kidogo. Chua. Matuko ine mothe.
Matuko-inĩ mũthema muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno. Wega no tugi ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega no tugi ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho yakwa. Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho yakwa, Jesu nĩwe hitho yakwa. Jesu nĩwe hitho. Matuko-inĩ mũthema muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno. Matuko-inĩ mũthema muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno. Wega no tugi ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega no tugi ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ wĩ hitho. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete